Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji wangu, nipende kuchukua nafasi hii kukaribisha sana katika channel yetu hii, na kama bado hujasubscribe basi usisahau kusubscribe, lakini pia kubonyeza alama ya kengele. Na siku ya leo basi nimeweza kukuletea leo somo linalosema jinsi ya kujifunza kufunga au jinsi ya kuanza kufunga. Yamkini we ni mtu ambaye hujawahi kufunga na unatamani uanze kufunga. Basi mimi siku ya leo katika somo hili nitakuelezea ni namna gani unatakiwa kuanza kufunga au ni vitu gani unatakiwa kuanza kuzingatia ili uweze kuja kuwa mfungaji. Lakini kabla hatujaendelea basi tuangalie nini maana ya kufunga au nini maana ya mfungo. Kitu cha kwanza ikumbuke kwamba mfungo lazima uweze kuambatana na maombi, na ndio maana wanaitaga maombi ya mfungo. Nini maana sasa ya kufunga au nini maana ya maombi ya mfungo? Ni kujinyima chakula au baadhi ya vitu kwa muda maalum ili kumtafuta Mungu kwa maombi, toba, ibada na kumkaribia yeye zaidi. Kwa hiyo unakuwa unajinyima chakula au vile vitu ambavyo unavyoweza kuvipenda sana na kutenga muda maalum wa wewe kuweza kuongea na Mungu wako. Lakini pia ni ile hali ya kudhibiti tamaa za mwili, kwa mfano chakula na matendo mengine ya kimwili. Lakini pia ni ile hali ya kujinyima ili kuweza kumtafuta Mungu. Unakuwa unajinyima kitu fulani ili uweze kumtafuta Mungu, ili uweze kuongea na Mungu. Na hiyo ndiyo maana ya kufunga au maombi ya kufunga, kwamba unajinyima chakula, unajinyima starehe fulani ili uweze kutenga muda wa kuongea na Mungu wako. Sasa maandiko yanaongelea maombi yapo mengi, lakini mimi nimeweza kukutajia maandiko baadhi. Andiko la kwanza kabisa hapa ni Yoeli ile sura ya 2 na ule mstari wa 12. Lakini pia andiko lingine basi linatoka katika kile kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 16 mpaka 18. Lakini pia kitabu kingine kile kitabu cha Ezra ile sura ya 8 na mstari wa 21 hadi wa 23. Lakini pia Esther ile sura ya 4 mpaka mstari ule wa 16. Sasa mimi nitatamani nikusomea andiko moja tu ambalo ni kutoka katika kile kitabu cha Yoeli ile sura ya 2 mstari wa 12 hadi wa 13. Neno la Bwana nalo linasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Hilo ni andiko mojawapo linalohusiana na maombi kutoka katika Biblia. Lakini pia kuna mifungo ya aina tofauti tofauti. Kuna mifungo ya masaa 6, kuna mifungo ya masaa 12, 24, 32, 72 na kuendelea. Nategemea na wewe mtu unatamani maombi yako yawe aina gani, au Mungu amekusemesha wewe uweze kuomba maombi ya aina gani. So twende tukajifunza sasa jinsi ya kuanza kufunga. Yaani ni vitu gani unatakiwa uvizingatie. Kama wewe hujawahi kufunga na unatamani kuanza kufunga, unatamani kuanza maombi ya mfungo, zingatia vitu hivi ambavyo vitakusaidia wewe uweze kuja kuwa mfungaji mzuri. Kitu cha kwanza unachotakiwa kuzingatia, unatakiwa uanze mfungo wa muda mfupi. Yaani wewe kama hujawahi kufunga na unatamani uanze kufunga, usianze moja kwa moja na ile mifungo mirefu. Hapana. Anza na mfungo wa muda mfupi, mfano mfungo wa masaa 6. Unaweza ukafunga kuanzia asubuhi mpaka kwenye saa 6 ukafungulia. Baada ya hapo
unaweza ukaongeza siku inayofuata au siku zingine ukaanza kufunga asubuhi mpaka saa 12. Ukaja labda masaa 24, ukaja masaa 32, 72 na kuendelea. Usianze mfungo mrefu moja kwa moja kama hujawahi kufunga, kwa sababu hii itakuletea shida kiafya. Kumbuka kwamba ni mtu ambaye hujawahi kushinda na njaa na tumbo lako halijazoea hiyo hali. Kwa hiyo unaweza ukapata shida. Kwa hiyo utakiwa uanze na mfungo wa muda mfupi, mfano wa masaa 6, masaa 12. Ukishajiona sasa uko sawa, ndio unaweza ukaanza sasa kufunga ile mifungo mingine mirefu. Lakini jambo lingine unalotakiwa kuzingatia ili uweze kuja kuwa mfungaji mzuri kama wewe hujawahi kufunga, kitu cha kwanza kumbuka kwamba unapokuwa unataka kuomba unatakiwa uweke kusudi la mfungo. Jiulize unafunga kwa sababu gani? Yaani sababu ya wewe kufunga ni ipi? Usifunge tu kwa sababu mtu fulani kafunga au kwa sababu kanisani wametangaza mfungo basi na wewe moja kwa moja unajiunga unafunga. Lakini ujiulize mfungo kwa nini nafunga. Unatakiwa ujiulize na uwe na sababu ya kufunga huo mfungo ili uweze kusaidia kuwa na mzigo ndani yako wa kuweza kuomba. Kwa sababu ukifunga alafu hujaomba, wewe ni sawasawa na umeshinda na njaa. Unaweza ukasema mfungo wangu labda una sababu gani? Je, nahitaji kufunga kwa sababu ya toba, au nahitaji kufunga kwa sababu ya kumtafuta Mungu, au nahitaji kufunga kwa sababu ya kuombea jambo fulani? Unatakiwa uzingatie hivyo vitu ili ikusaidie wewe kupata hamu na shauku ya kuweza kuomba, kuwa na ile kiu ya kuweza kuliombea hilo jambo. Tofauti ukiwa umefunga afu hujui umefunga kwa sababu gani. Unakuwa hauna msimamo kwamba unaombea jambo gani. Hilo ni jambo zuri. Lakini pia jambo lingine ni unatakiwa kutenga muda wa maombi. Kama nilivyosema hapo awali, mfungo lazima uweze kuambatana na maombi. Yaani ukiwa umefunga alafu hujaomba, wewe ni sawasawa umeshinda na njaa, na huo ndio ukweli. Kwa hiyo unatakiwa ukiwa umefunga basi lazima uombe. Pata muda mzuri wa kuomba. Na ndio maana unaitwa mfungo wa maombi, kwamba unafunga lakini pia unapata muda mzuri wa kuomba. Unaweza ukatumia ule muda ambao ulikuwa unautumia kwa kupata chakula, ukatumia ule muda kwa ajili ya kufunga. Mfano wewe ni mfanyakazi au ni mtu unayetoka asubuhi, unatakiwa unatafuta muda ule asubuhi. Unaweza kaamka saa 10, unaweza kaamka saa 11 au saa 8 za usiku, maombi yale usiku unaamka unaombea jambo lako. Lakini pia mchana ule muda ambao unautumia kwa ajili ya chakula, basi unaweza kuutumia ule muda kwa ajili ya maombi yako. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa umefunga ni lazima uombe. Tenga muda wa kuomba. Hii itakusaidia na wewe utakuja kuwa mfungaji mzuri. Hebu tusome andiko hili ambalo linatoka kitabu kile cha Mathayo 6:16 mpaka 18. Neno la Bwana linasema, tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wamefunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili usionekane na watu kuwa umefunga, ila Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Umeona? Kwa hiyo unatakiwa upate muda wa kuomba, lakini unapofunga basi wewe usiwe mtu wa kujionyesha kwa watu kwamba mimi nimefunga. Usijionyeshe kwamba mimi ndo nimefunga, mimi hivi. Hapana. Mfungo ni kati yako wewe na Mungu. Ni wewe kwenda kumuonyesha Mungu haja zako. Hilo ni jambo lingine. Lakini jambo lingine, unatakiwa unapokuwa unafunga basi lazima uwe na neno. Unatakiwa uwe na neno la kukuongoza katika maombi yayo, lakini pia unatakiwa uwe msomaji wa neno la Mungu.
Usifunge tu ukiwa husomi neno la Mungu. Mfungo unaambatana na maombi, lakini pia unaambatana na neno la Mungu. Unaweza ukasoma mistari hii katika kile kitabu cha Yoeli 2:12 hadi 17, lakini Mathayo 6:16 hadi 18, Ezra 8:21 hadi 23, Danieli 9 na ule mstari wa 3. Kwa hiyo unapokuwa umefunga lazima uwe mtu wa kusoma neno. Mfungaji mzuri ni yule mtu ambaye anasoma neno, anafunga, anaomba, lakini pia anasoma neno. Na unapoenda mbele za Mungu basi uwe na maneno, yani yale maombi yako unaambatanisha na neno la Mungu la kusapoti hayo maombi yako. Amina. Lakini pia jambo lingine, funga kwa moyo wa unyenyekevu. Yani unapokuwa upo kwenye maombi lazima uwe mtu wa kunyenyekea. Unatakiwa uwe mtu usifunge ili watu wakuone. Hapana, unatakiwa uwe mtu wa kunyenyekea, uwe mtu mtulivu. Na unapokuwa kwenye maombi basi kama inawezekana ni vizuri ukajitenga na watu. Ni vizuri ukajitenga na watu kama una muda. Ila kama una muda basi kuna vitu unatakiwa uweze kujizuia. Mfano wewe ni mwongeaji sana, unatakiwa upunguze kuongea, ili mwisho wa siku usije ukajikuta umeongea vitu ambavyo si vizuri. Unapokuwa kwenye hali ya maombi unatakiwa uwe mtu mnyenyekevu sana. Unatakiwa uwe mtu mnyenyekevu, lakini unatakiwa uwe mtu ambaye upo karibu na Mungu. Nyenyekea mbele za Mungu ili Mungu aweze kukusikia. Usiwe mtu wa kuongea sana, usiwe mtu wa mizaa sana ukiwa katika hali ya maombi, kwa sababu unaweza ukajikuta unaharibu maombi yako, unaharibu mfungo, na mwisho wa siku unakuwa wewe hujafunga bali umeshinda tu na njaa. Kama lile andiko lilotoka kulisoma lile la Mathayo 6:16 mpaka 18, anakuambia unaponanilia basi usifunge ili watu wakuone. Hapana. Wewe funga katika unyenyekevu. Unajua kwamba mimi nimefunga na nina jambo 1, 2, 3 na Mungu wangu. Kwa hiyo ni wewe na Mungu wako. Kufunga si lazima uweze kutangaza kila mtu ajue kwamba wewe umefunga. Jambo lingine unatakiwa kujifunza kutambua majira ya Mungu. Kwamba Mungu wetu ni Mungu wa majira na nyakati. Ni kweli tunatakiwa tunatamani kuwa na vitu fulani, tunatamani kwa wakati wetu sisi, lakini unapokuwa unaenda kwenye maombi kumbuka kwamba Mungu wetu ni wa majira lakini pia nyakati. Akisema anatenda basi huwa anatenda, na yeye anatenda kwa mapenzi yake lakini pia kwa wakati wake na si kwa wakati wetu sisi wanadamu. Nakuta sisi tunatamani hicho kitu kiweze kutokea sasa hivi, lakini Mungu yeye anajua kwamba yamkini huyu mtu nikimpa hichi kitu sasa hizi anaweza kaniacha, anaweza kaacha huduma yangu, anaweza kakaa mbali na mimi kutokana na hii baraka ambayo nimempa. Na mara nyingi ukifuatilia utaona kwamba kuna watu walikuwa wanatamani baraka fulani ya muda mrefu, lakini Mungu anapokuja kuiachilia ile baraka unakuta moja kwa moja watu hawa wameweza kumwacha Mungu. Unakuta mtu alikuwa mwimbaji lakini ile huduma ameacha au amerudi nyuma. Lakini mtu alikuwa na huduma fulani kanisani, lakini kutokana na ile baraka ambayo Mungu amempa basi yeye anashindwa kufanya huduma ambayo Mungu amempa. Kwa hiyo unapoenda kwenye maombi basi kumbuka kwamba ninaomba lakini Mungu wangu ni wa majira na nyakati, kwamba kuna muda atafanya na kuna muda yeye atafanya kwa muda wake. Sio kila tunachokitaka basi atakijibu kwa muda ule ule, kwa sababu ni Mungu wa majira na nyakati. Kumbuka kwamba Mungu anakujua kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuwa na subira, lakini pia kuwa na imani na Mungu wako. Lakini jambo lingine unatakiwa kuomba katika roho. Ili uwe mfungaji mzuri, uwe muombaji mzuri, unatakiwa uombe katika roho. Nena kwa lugha. Sikilize roho wa Mungu anasemaje. Unajua maombi ni mawasiliano.
kwamba mtu anawasiliana na Mungu, anapeleka zile hoja zake. Na ili yawe mawasiliano ni lazima wewe uweze kusema na Mungu na Mungu aweze kusema na wewe. Kama wewe unajieleza tu na uwezi kusikia sauti ya Mungu, basi hapo kunakuwa kuna shida. Kwa hiyo lazima unapoenda kuomba basi upate nafasi ya kunena kwa lugha. Sisi tunaomba, lakini Roho Mtakatifu yeye ndo anajua atuombee kwa namna gani, maana ndiye mwombezi wetu. Yeye ndiye anayetuombea kwa Mungu. Tukisoma katika kile kitabu cha Warumi ile sura ya 8 mstari wa 26 na wa 27, neno la Bwana linasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho iliyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa hiyo sisi tunaomba, yamkini ukawa una ombi lako, ombi fulani, lakini kumbe wewe hutakiwi kulipata lile hitaji. Kwa hiyo tunapoomba katika Roho yeye huwa anatuombea. Anatuombea vile Mungu atakavyo. Kwa hiyo unapokuwa unatamani kuanza maombi ya kufunga, hakikisha unanena kwa lugha katika yale maombi, ili Roho aweze kukusaidia kuongea na Mungu. Maana sisi tunaomba, lakini neno linasema hatujui kuomba ipasavyo. Kwa Roho yeye hutuombea kwa namna ile ya kuugua kusikoweza kutamkika. Basi nipende kuchukua nafasi hii kukaribisha sana katika chaneli yetu, na hilo ndilo somo letu la leo. Na nikukumbushe tu, kama bado hujasubscribe basi usisahau kusubscribe katika chaneli hii na kuacha